Bana, wiki chache zilizopita kulitokea sintofahamu kati ya waimbaji wa Injili, anazungumzia Upendo Nkone pamoja na Martha Mwaipaja, ambapo ilionekana wametofautiana na Martha Mwaipaja akijirekodi video kwamba anataka afike mbali zaidi kisheria kuona Upendo Nkone anamchafua kwenye interview, kitu ambacho kwake aliona kiko sawa. Lakini kwa Upendo Nkone alikuja kajieleza kwamba inawezekana aliteleza na kukusudia kuongea kitu kibaya kuhusu Martha Mwaipaja, na wala si lengo lake kuongea ubaya wote kuhusu Martha Mwaipaja, kwa sababu kauli ya Upendo Nkone ilionekana akisema kama ni kama anamtishia maisha, yani maisha ya Upendo Nkone yako hatarini kisa Martha Mwaipaja. So ni issue ambayo ileta maneno sana kwenye mitandao ya kijamii na ni vitu ambavyo vilikuwa vikubwa sana. Baadaye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila aliwakutanisha waimbaji hao Injili na akafanya nao kikao kilicholeta upatanisho kati yao, na moja tukio lile au kilichoibuka kwenye tukio lile pale ni mtoto wa Martha Mwaipaja, na anajulikana kwa jina la Joan, ambaye aliingilia ugomvi huo hapo na kusema kwamba Upendo Nkone hana chochote anachomzidi mama yake, yani hana chochote anachomzidi Martha Mwaipaja zaidi ya umri, kwa sababu si uchumi wala nini, kwa sababu hata bajaji tu hana. Licha ya miaka yote hiyo ambayo amekuwa kwenye game ya muziki wa Injili, lakini ameambulia kuwa maskini, kitu ambacho kilileta kama namna fulani ya kuhurumia ya kumhurumia Upendo Nkone, na jamii ikajitokeza na kuanza kupitisha michango, na mkuu wa mkoa akasimamia hilo kwamba lazima Upendo Nkone pia apate gari, kwa sababu ni moja ya watu ambao wamehudumia jamii kupitia nyimbo zake za Injili kwa muda mrefu. Na imefanyika hivyo siku ya jana Aprili 23 Alhamisi pale Mlimani City, ikafanyika hafla ya kumkabidhi mwimbaji huyo Upendo Nkone gari aina ya Aria yenye thamani ya milioni 42 kwa ilivyotajwa pale. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio kubwa sana na watu wengi wamefurahi na wakasema kweli ni Mungu pekee ndio anayeamua kwamba yupi ashuke yupi apande, licha kwamba kuna baadhi pia walikuja na kusema kwamba gari alilopewa pia haliendani na hadhi yake ya kiutumishi. Lakini kikubwa ni kushukuru, na yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram Upendo Nkone amewashukuru sana watu. Nikinukuu kile alichokiandika, alisema watu wa Mungu na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Niko hapa kumshukuru Mungu kwa ajili yenu wote, maana Mungu amewatumia nyinyi kunibariki. Na pia nimekuja kuwashukuruni wote kwa zawadi ya gari mlionipatia ili kuendeleza kazi ya Mungu isonge mbele. Nimepokea kwa shukrani kubwa na waombea baraka za Mungu popote mlipo. Mungu awabariki sana 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 kwa sadaka zenu. Mungu awakumbuke katika kazi zenu, awafanikishe mlioko hapa nchini na mliopo nje ya nchi. Asanteni sana sana watu wote na viongozi wote kwa upendo wenu. Mungu atawalipa. Shukrani nyingi kwa dada Resta Bura kwa kukubali kuongoza jahazi hili, akisaidiana na dada Lilian Mwasha na kaka Fadhili na timu yote kuhakikisha mambo yamekwenda sawa. Mungu awabariki sana katika mambo yote yaliyofanyika. Sifa na utukufu tunampa Bwana Yesu Kristo, Mungu wa majeshi. Mimi ninashuka chini sana ili Mungu yeye aniinue juu kwa yote. Asanteni kwa sadaka zenu na kwa sala zenu, na kila aliyegusa huduma yangu kwa namna yoyote njema, Mungu amlipe maradufu na uzao wenu uyaone hayo. Upendo Nkone aliandika vitu vingi sana, umeona? Yes, aliandika vitu vingi sana. Kwa hiyo aliishia hapo, lakini pia akashukuru kwamba thank you na kuacha namba yake pale ya simu, kitu ambacho kimekuwa kikubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, na wengi wakimpongeza kwa kuwa mpole, kwa kuwa mnyenyekevu na kuruhusu kwamba hili lilikuwa ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeliamua litokee, na sio swala la kukasirika, kuonekana labda ni dhaifu kwa kuchangiwa au vitu kama hivyo. Bana, mimi ni Saudi Travis, chao.